Bajabir alipata injury ambayo alikuwa anapaswa kaa nje wiki 4 ambayo almost kama mwezi. Kwa mpaka sasa ndio kwanza amekaa wiki 2, bado ana muda mchache wa kurudi. Na hata juzi wakati anafanya mahojiano alisema kwamba bado kidogo, muda sio mrefu atarudi uwanjani. Kwa hiyo bado Mohamed Bajabir Starboy, na wao Simba pia wana nafasi kubwa sana wa kuweza kuliweka hilo bayana kwa upande wa daktari wa timu hiyo. So Mohamed Bajabir muda sio mrefu atarejea kwenye kikosi. Lakini shida yake na ni hiyo injury. Kwa mara leo yuko sawa, kesho anaumia hivyo. Ni vile tu namna ambavyo Mungu anapaswa kumlinda. Mungu amlinde na majeraha ambayo amekuwa akikumwa. Alizo kama mchezaji mkubwa alafu majeraha akawa anakutafuna. Kwa sababu hajacheza mchezo wote mpaka sasa alafu. Lakini mimi naona pia nafasi yake. Akirudi anaweza akacheza mpira. Kama akikaza. Kwa sababu kule kwa kina Kibu kule kuna nafasi ipo inaelelea. Kijana Morris Abraham amerejea. Morris mzuri pia. Morris anaweza akaenda kumvuruga nani? Jean Charles Ahoua. Anaweza akaenda kumvuruga pale. Na wewe mtu aflijwa Bob ukiangalia Morris Abraham na Jean Charles Ahoua kwenye eneo lile, yupi anakupa kitu kizuri zaidi? Ahoua tayari ni mchezaji mkubwa. Tayari ashatengeneza thamani yake, ameshasimenti ubora wake. Ila kuna vitu muda mwingine anakuwa anakosa Jean Charles Ahoua. Sababu amekuwa akiwa na mwendelezo tu mzuri wa kufunga, kwa assist na nini. Unambeba huo uwezo, lakini ukiangalia makosa mengi ambayo anayafanya, kuna nafasi ambazo anazipoteza, kuna muda zinaweza kumhukumu kama atakuja kocha mpya. Kwa sababu kocha anaweza kaja kocha mpya anakuta wachezaji wapya. Unajua kocha Fadlu Davids alipokuepo tayari alishakuwa analea wachezaji, na ilifika wakati paka watu wakawa wanasema Fadlu Davids amekariri kikosi ama kuna ushikaji gani na hao wachezaji. Mtu kama Jean Charles Ahoua kuna muda unaona amepotea kabisa. Nje kuna Joshua Mudo Mutale, hata apewe nafasi ya kucheza. Lakini kwa sababu Fadlu Davids alikuwa ameshatengeneza base yake kwamba bwana, mimi winning team yangu sitaki kuibadilisha, akawa anakomana Jean Charles Ahoua. Kuna muda anamkosesha matokeo hivi. As a playmaker, mchezaji ambaye ni unatakiwa ubadilishe matokeo muda wote, X factor. Lakini unakosa magoli ya wazi. Yaani kwamba hapa sasa hivi natakiwa nifunge, wewe ndio kwanza unapaisha au unapiga nje, kipa hayupo, beki hayupo, makosa yale. Afanya hivyo dhidi ya Stellenbosch pale New Amani Zanzibar. Kafanya hivyo juzi, ndio kakosa magoli 2 ya wazi kabisa. Kwa hiyo ana makosa mengi tena kwenye mechi kubwa. Nikwambie tu mchezaji mkubwa anapaswa kuamua kwenye mechi kubwa. Wanasema golden chance never come twice. Yaani chance tamu huwa irudi hasa katika michuano ya CAF au michuano mikubwa. Kwa sababu ukipata moja itumie effectively, afu itakuja kulipa baadaye. Lakini mwisho wa siku Jean Charles Ahoua yani he don't care, he doesn't care, yani haumii, yani anakosea, lakini as long as timu imefuzu, imesogea hatua inayofuata, kwake sio shida zake. Kuto kuumia kwake, pengine akiangalia bench hakuna mtu ambaye anakuja kuingia kwenye nafasi yake moja kwa moja. Ndio maana anabweteka Jean Charles Ahoua kwenye eneo hilo. Sasa unajua ukibenchi kama kuna mtu ambaye hakupi changamoto, unaweza ukaona sasa mimi hata nikizingua nikikosea hakuna mtu ambaye atakuja kunitoa. Lakini sasa tayari mtu ameshaonekana, Morris Abraham ana work rate kubwa uwanjani, anafanya mambo mengi, anatokea uwanjani, anakimbia eneo kubwa la uwanja, apiga pasi nyingi zinafika, anajaribu kupiga mashuti ya mbali. Jean Charles Ahoua alikuwa anasifika kwa mashuti ya mbali. This time hauoni tena yale mashuti ya mbali ambayo alikuwa anapiga. Bado anajiuliza mara nyingi, hata akipiga anapaisha. Kwa kwangu mimi nafikiri kocha, kwa sababu anakuja kocha mpya, hii ndio faida ya wachezaji wengine walioko bench kwenda kumuonyesha kocha mpya. Maana Jean Charles Ahoua amejimilikisha nafasi namba 10. Sasa mimi ndio kocha mpya, nataka unionyeshe mazoezini. Kina Neo Maema. Kocha pale mazoezini, kocha mpya atakuwa na diary yake na kalamu. Atakuwa anaangalia wachezaji mazoezini. Pale Mo Bunju Arena. Anatiki jina la mchezaji, anaangalia huyu akicheza partnership yake namba 6, namba 8 na huyu wanatiki, wanapea. Haya, anamleta mwingine. Namba 6 anaweza kawa Yusuf Kagoma, akina kawa analetewa watu. Anamjaribu Yusuf Kagoma na nani? Labda anaweza kaanza na Alassane Mauro Kante. Akaona hii chemistry imetiki. Anapiga tiki kidogo, anapiga tiki ndogo. Alafu anakuja anamtia Kagoma na Nabi Kamara. Sawa, akiangalia imetiki.
Haya, anakuja anaangalia tena pale pale Semfuko Charles Daudi, Alassane Maodo Kante. Anakuja tena kuangalia Semfuko Charles Daudi na nani? Nabi Kamara au Mzamiru Yasin Saidi Selema. Baada ya hapo kocha anaangalia partnership ya nani pale katikati katika eneo la midfield limelipa, anapitisha mazoezini. I'm telling you, kocha mpya ndo anaenda kubadilisha kila kitu ndani ya Simba. Kocha mpya anakuja na sura yake mpya. Katika eneo la backline pale, Rushid Rock anawekewa watu. Anamweka Rushid Rock kwenye mazoezi, anamwangalia Rushid Rock na nani ambaye wanaweza wakacheza pamoja. Anaanza na Chamuka Rabwe. Anamwangalia anaona kuna makosa fulani, anamwambia Chamuka nje, anamleta Wilson Nangu anakamua, sababu kwanza ndio kocha mpya, ndio faida ya kocha mpya. Kwanza hata wachezaji wanakuwa na ile self motivation kabisa. Kila mchezaji anakuwa anahamasika yeye mwenyewe kwa ajili ya kuonyesha ili apate nafasi. Kwa kule mazoezini watapambana kweli kweli, hata kama mchezaji anachomwa sindano anaumwa, haumwi mazoezini. Anatiwa pale mtaalamu Wilson Nangu, anacheza na Rushine Rock, alafu utaona inakuaje. Unaambiwa Chamuka Rabwe, Mafi Shokholi, wewe utakuwa unatokea benchi. Nangu anacheza na Rushine Rock. Fullback ya kushoto ba mdogo pale Mligo, Anthony Mligo, no doubt. Fullback ya kulia Shomi yuko na Ladaki, anaweza kaambia na wewe Ladaki rudi chini tukuone, au akaambia Duchu tukuone na wewe usaidie pia kazi. Katika eneo la Franks ndo Mpanzu, no doubt, na anamtoa Mpanzu pale. Kuna Kibu, lakini wakati kuna Neo Maema wakati pale katika eneo lao. Sasa la namba 10 anajaribiwa pale, Ahua yule pale, kuna vitu amuonyeshi, anatiwa bwana mdogo Morris Abraham. Kila mmoja anaanza kupambania nafasi pale. Anatoka pale anaenda kwa namba 9, anamwangalia Suleiman Mwalimu, anamwangalia Jonathan Soa, anamwangalia Steve Desemukwala. Nani anampa kitu, anaondoka naye. Kwa ujio wa kocha mpya ndani ya Simba utaenda kuongeza kwanza ushindani wa namba cha kwanza, lakini pili utaenda kuwainua na kuwaibua wachezaji ambao walikuwa pengine walishabweteka kwamba kulikuwa na kocha mkuu hapa, alikuwa tayari anatupa nafasi, anaogopa hata kunitoa na nini na mambo kama hayo. So to me nafikiri Simba anapaswa zaidi kutangaza kocha mapema na kumpa majukumu ili aweze kuwafikisha hiyo nchi ambao wanaitaka kuifika. Wakichelewa mambo yataharibika, kwa sababu mwisho wa siku kuna ligi, lakini pia kuna michuano mikubwa hii, na mnyama alifika finali. So ili ufike finali lazima upate kocha mpya, lakini mwenye falsafa bora, ambayo pia yeye mwenyewe ana kitu inaitwa ambition, na kocha mwenye objective. Umemsikia kocha Roberto objective. Anacheza mpira wa objective ili kuweza kufikia malengo yake. So to me nafikiri Simba ni timu nzuri, lakini tu lazima kocha apatikane akatengeneze muunganiko mapema. Sina deni na wewe. Sina deni na wewe. Sawa bana Paulo. Ndio. Lomeni Falls leo